Wakenya tuache ufala. Tuko na ujinga mingi, tuache utiaji jo, tuache umbwakni. Tuko na ufala mingi sana manze. So na scroll nenda. Don't scroll bana. So utaki nikushow ukweli ama? Sutulie, relax, hold. Wacha nikushow ufala Wakenya si ukuwa nayo. I'm Jeremiah Thomas. Other folks call me J to the T, while others prefer JT. All are my names. And this is J Mfalme TV, the alpha and the only channel where we bring you all sorts of content to satiate your thirst for, news, gossip, entertainment, kids shows, fashion, skits, film, the Bible, inspiring and motivational speeches, just to mention but a few. Of course, all under this umbrella, J Mfalme TV. And these are my own views. If you want to comment about anything that I'm gonna say here, according to me, then feel free to do so under the comments section. Of course, I'll be sampling some of your comments, some of your views, and some of your insights in my next show. And this is Tribe Jamo Show. Tribe moja, ama vipi? And I'll be doing this in Kiswahili because I want to talk to Kenyans. Typical Kenyan. Ama vipi? Yeah. Not because I don't know English. I can even do it in French. Je parle anglais très bien. That's French. I can also do it in Kikuyu. Njui kidhungu muno. Or Kikamba. Nisi kizungu kingi muno. Or I can even do it in Luo. Angio English. Mangen. All are Kenyan languages. But that's to tell you that we all prefer our own languages and not one tribe. Kenyan. We should be one Kenyan, one tribe. I'll be sharing my insights, so stay tuned and don't move an inch. Straight to it. Na nimesema naongea Kiswahili, lugha ambayo kila mtu anasikia cause mazee, nataka ifike kila msee, nataka hii iende kila Mkenya. Ndio maana naifanya na Kiswahili jo. Na naongea ile Kiswahili ambayo wase wote wanaweza, azin kama ushaifika mtaani, kama ushaifika Kanairo, kama ushaifika Nairobi, hata kama hujaifika umeona Nairobi kwa runinga, inamaanishaje? Unajua Kiswahili na bonga. Wewe umetoka Mombasa, Lamu, Ukunda, Kisumu, Nakuru, Naivasha, inamaanisha utanigich. Utanielewa. Juu nataka kuongea Kiswahili ambao nyinyi wote mnaelewa. Sawa? Hiyo na need claps. Sasa sikia, Wakenya si tunapenda sana kuwa kitu moja wakati kuna msiba. Unaona kama the other time baba alituacha. Wakenya tuliunite kila mtu kwa runinga, mama hoteli nini na nini. Wakenya tunajuana sana kuwa kitu moja wakati kuna msiba. Unaona kama sasa nimevaa jezi ya Manchester. Si ati sina jezi ya Kenya Harambee Stars. But places mingi utapata Wakenya wanapatana ni kwa games, Manchester, Arsenal, mimi ni wa Chelsea. Na tuna bond. Manchester! Yeah! Manchester! Ah! Manchester! Yeah! Manchester! Ah! Sisi kama fans wa Manchester, yeah! Tunasema hivi, yeah! Hii result ya leo, yeah! Hii result ya leo, yeah! Tumeikataa. Yeah! Tumeikataa. Yeah! Right. But ikija time ya ukabila, ikija time ya tribe, ati ni msapere ule ni hiyo kitu inatumada, inatumaliza. Gen Z, msifanye blanda si tulifanya millennium. Kitu tulidu mbaya ambayo we are so shameful of ourselves ni tulienda na ukabila. Tukachagua leaders na ukabila. Ona penye sasa tuko. Tunapatwa juzi nilikuwa na cheki kwa mtandao, mbaba anaulizwa homework na mtoi, hawezi atajibu. Why? Wanasoma vitu ambavyo tujaisoma. Oh, you're doing your homework, eh? Yes. Any problem? Help me solve this. What is that? This one. What is it saying? Find the arc length. Find the arc length. Yes. Find the arc length. That's the length of the arc. Yes. The length, like the distance from point A to point B. Distance, which is also speed over time. No. Oh, the length here. Yes. Length, which is find the arc length. This is 60 degrees. Yes. This is 7 centimeters. Yes. And they want the arc length. Yes. This length here. Yes. Of the arc. Huh? Yeah. Curriculum ni iko na mpaka corruption ndani yake. Wazito wanakula doa kwa education. Manze TZ UG tunasemanga wanakuanga nyuma yetu. But kuna vile wanaenda kutushika. Kwa nini? Ukishapiga education manze, sector education manze,
uitie mchezo, uipige majokes hapo, uipige corruption ndani yake, tunaelekea wapi? Alafu sikia, kitu nilikuwa nataka kuanza nayo before tuende kwa millennium. Cheki vile mvua inasumbua sasa hivi. Cheki vile kuna floods. We jionee tu vile Nairobi inakaa. Angalia. Hii ni kitu hapo mwezi ya April May 2024 ili tupiga tu tena hivyo. Ndio angalia tu archives vizuri. Angalia. Angalia mabarabara 2024. We jiangalilie. April hapo May. Nairobi ilikuwa flooded your design. Governor alikuwa nani? Sitataja majina, but wewe unajijulia. Governor alikuwa nani? We call it, tumesema ni view zetu. Governor alikuwa Sakaja. 2024. Tumepita tu mwaka mmoja na sasa tuko 2026 na maanisha hata tujamaliza hata miaka 2 vifiti. Ona. Floods zimetugonga tena. Angalia Nairobi vile jiji inakaa. Alafu bado kuna watu wanalilia tu kurudisha huo governor. Ni akili zenyu kwa mwena goma. Akili zenyu mko sawa. Inde kota kwa ate wenrumba kanani chao. Is it because it's cheap? Yani it gets to my bones. I get so bitter. Tumesahau pia 2021. The same thing happened in 2021. Before government ya Ruto. 2021. Kuna basi ya ilikuwa imebeba wanakwaya wanaenda Wedo. Enzio, River Enzio. Ilibeba basi manze, ikawa wase 30 wali drown. Wase 30 au naliposhuru wa Kenya 30 basi kabebwa na floods. Hiyo ni Ukambani. The same floods zimekuja zimetugonga April to May hapo 2024. Unaona vile nai ilikuwa inakaa. Nairobi, Kanairo manze floods. Hadi wase wa city, yani city ya Kenya manze. The heart. Unajua vile Kenya manze tunatambulika kama the pride of Africa. The pride. Yani sisi tunaselikuwa tunajivunia. But nini tunafanya? Na hii yote sisi Melina ndo tuliwaangusha. Tulivote na ufala, ukabila. Sasa Gen Z kitu wanaweza do kuleta change kwa hii country ni kuchukua kura. Tumekishwa manze wasi wamechukua kura, wameenda wamevote. That's the only way we can change our country. That's the only way. This is to tell you we can change this country basing on our voting wisely. Tuache ufala, tuache ujinga, tuache utiaji. Country yetu penye inaelekea, tunaomba tunaelekea Singapore, ni ufala mnafanywa na bado mnafungua macho. Wakenya ni nini mbaya? Turudi kwa protest. Mnakumbuka protest zili happen 2024 hapo June, maandamano. Wakaua Rex pale Masai. Mapolisi, najua time ya protest, mnakumbuka. Alafu later on 26 June hapo ndio rais akasema assign bill ya finance bill. Akasema melenga hiyo story. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the finance bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that becomes our collective position. Ndipo kwa tulia kidogo wakashikana na Rao wakaungana kutupumbaza. Tunakuanga mafala, yani peace. Wanajua kama hakuna peace hawana country ya kulead. Wanajua kama hakuna peace hawana country ya kulead. Watashindaga tu makejani. Na mwaka mmoja ulipopita tu hivi, that was in around June 20, I think 27 hapo, ndio Rex alipigwa risasi. A year later tunamwona tena Boniface Mwangi Kariuki ambaye alipigwa tena risasi akiuza mask.
ikapelekwa kotini. Jamaa akaenda Kenyatta wiki moja sijui wiki mbili, the guy died because ilikuwa bullet ya kichwa. We have forgotten all that. Watoto wetu wakauawa pale parliament, and each and every person they were tracked one by one being killed. If it's wrong ama if I'm wrong, you can comment on the comment section. Lakini ikifika time ya kuunite manze, tunakuwa kitu moja. I've gone outside the country na nimeona manze, nilikuwa nimevaa hiyo time station fulani ya Kenya, sticker yake T-show iko na sticker station fulani ya Kenya, na kila mtu alikuwa akiniona na identify na Mkenya. Wakenya wengi walinigotea. Wakenya tukifika kule nje majuu manze, tunakuwa kitu moja. Ni aje naye kukwaje kanairo sijui mnaanza kubonga, mna bond. Lakini ikifika hapa hivi ma leaders wetu manzeni wako na za ovyo. Hiyo pesa mnakula inawapeleka wapi? Marao fulani wamededi. Na bado wewe unataka kukusanya pesa more and more. Kuna Mkenya anapiga nduru huko chini, analia. Ifanyi kazi. Floods, angalia barabara vile zinakaa. Alafu kuna Mkenya 2027 ataenda kuvote juu msee ni wetu. Kuna msee ataenda kuvote juu msee ni mkale. Hata I deserve kucheka. Kuna mtu ataenda kuvote mtu wake juu ni Mumeru. Kuna mtu ataenda kuvote mtu wake juu ni Mkao. Na wewe unaenda kuvote juu wenyu ni mkale. Wakenya ni watu wanasawingi kitu very fast. Very fast. Mkenya ni mtu unaweza na kumkon 1,500. Msi ana struggle sana. Na upotee kitu kama miaka 2-3. Hata unaweza na TZ ama UG ndo kafanya mabiashara. Urudi umekuwa mdosi, umpate ile 1,500 yake na umuongeze maybe hata soju. Wale Mkenya amesahau hiyo story. Umemletea ile 1,500 na umeongezea lakini hajakumbuka ile miaka ameteseka. Huyo ndo Mkenya. Na ukimpatia pesa yake hivi unaweza mkopa tena, mwambie cheki soon save tena 7 so atasahau, wale atakupea, atakutafutia hata kani wapi akupee. Huyo ndo Mkenya. After umeenda tena upotee kitu kama miaka 2 itamuuma, lakini atasemanga nini? Akirudi ataniletea do. Tuache ufala. Wakenya tuache ujinga, tuache utiaji. Kuna wasee watapatiwa do na wataenda kuvote, alafu after hapo waanze kulia. Uchumi mbaya. Pesa ionekani. Tuache ufala, tuache ujinga, tuache utiaji. Kuna time madoki walikuwa wanataka ku strike. Juu ya nini? Hawapewi ganji fiti. Hawako wanalipwa poa. Mamode walikuwa wanasumbuliwa. Sasa corruption imeingia hadi shule. Sasa watu wasiposoma ama Gen Alpha vile wanakuja wakiwa smart, si watahack mpaka system zote. Tuna raise generation gani? Uganda wanaenda kutupita, TZ wanaenda kutupita. Tukiendelea na ufala, we are very smart but we are gluttonous. Tuko na uroho, tuko na Mkenya anaweza ua Mkenya mwenzake, hata sio Mkenya bro, anaweza ua brother yake mwenzake cause amesikia kuna deal mahali brother yake anapiga ya mita 5 ama mita 10, anaenda kukill brother yake ndio awai mali. Ni nini tunafanya? Tumepeleka utu wapi? Wakenya tunajua tu unite manze, sasa ile kuna ngori. Tuachofala, tuachotiaji, tuachojinga. Sawa? And nimetajia ama nimegusia tu kidogo. I'll be looking at SHA, nitakuwa nikiangalia economy pia. Tukiendelea hivi nafikiri Wakenya tutaelekea mahali. Lakini tuachojinga, tuachofala, tuache nini? Utiaji. Well, that's the end of the show. Again. This is Tribe Jamo Show with me, J to the T. Other people call me JT Zaya, but I go by the name Jeremiah Thomas, and this is J Mfalme TV, the alpha and the only channel. Till next time, I'm looking forward to see your comments in the comment section. It's a wrap from me and my studio. Bye bye.